Kakamega mulembe. Muri moyo. Muri balamu. Bwana Yesu asifiwe. Hebu nione kwa mikono watu wa Butere na Kakamega. Waswahili wanasema hayawi. Leo yamekuwa ama hayajakuwa. Mimi nawashukuru sana. Mimi nimefika leo Kakamega kwa shughuli ya mambo ya maendeleo ya Kakamega County. Si ndio? Tulikubaliana na kwamba hii Western ilichelewa miaka nyingi kwa mambo ya maendeleo. Na hiyo kuchelewa sasa lazima tutie affirmative action ya watu wa Western Kenya. Sina hiyo? Ndio sababu hiyo nimesema wakati tunapanga mambo ya maendeleo ya Kenya, lazima tupange mambo ya maendeleo ya Kakamega County. Na ndio sababu hiyo nimefika hapa leo. Nataka nishukuru viongozi wa county ya Kakamega kwa sababu hii mjengo ya hospitali ya hapa watu wa Butere County Hospital ilianzishwa na ndugu yetu Mheshimiwa Oparanya. Hapo katikati gavana wetu huyu Mheshimiwa Barasa akakuja akaikamilisha. Hiyo ndio undugu na urafiki, kwa sababu serikali is a continuous enterprise. Viongozi wengine wenye maoni kidogo angekuja kufanya kazi yake nyingine, awache hii ipotee. Nataka nimshukuru Mheshimiwa Barasa kwa kukubali ya kwamba ilianzishwa na ndugu yake Oparanya, amekuja pia kukamilisha, kwa sababu hii hospitali sio ya Oparanya, sio ya Barasa, ni ya watu wa Butere. Ni kweli na si kweli ndugu zangu? Tunakubaliana? Na kwa sababu nimeona mmejenga mjengo mzuri, mimi nataka nimwambie Bwana Barasa, serikali ya kitaifa na serikali ya county kupitia ile program ya National Equipment Program tutaweka hapa equipment ya milioni 150. Mnanielewa jamani? Mnanielewa? Kwa sababu matibabu ni mambo matatu. Matibabu namba moja ni kuwe na hospitali na kuwe na equipment. Matibabu jambo la pili ni kuwe na madaktari. Matibabu jambo la tatu kuwe na madawa. Si ni kweli jamani? So I want to say to the people of Butere and Kakamega, congratulations for what I see here. Ile matatizo ya afya ambayo bado inasumbua wananchi wa taifa letu la Kenya, njia ya kutatua ni kuhakikisha kuna ushirikiano kati ya viongozi kutoka MCA mpaka mimi kule juu. Sote tuungane kwa manufaa ya kufanyia kazi wananchi wa taifa letu la Kenya. Na ndio sababu hiyo mimi nimefika hapa kuungana na viongozi wenu na wananchi wa Butere kusema hii hospitali itatumikia watu wa hapa. Tunakubaliana jamani? Vile vile mimi nataka niwaeleze, tumeweka mpango ya kuhakikisha kwamba kuna equipment hapa. Hiyo equipment milioni 150 haitalipwa na county government ya Kakamega. Tuko na program ya how it is going to be paid. Tunaelewana? Vile vile katika program ya madawa tumekubaliana ya kwamba madawa imekuwa ikisumbua wananchi hospitalini. Wananchi wanaenda hospitali, mwisho wanaambiwa hakuna dawa. Si ni kweli? Sasa tumekubaliana na counties. KEMSA sasa imetoka refill rate ya 48%. This month imefika 68%. Mimi nataka nimewaambia kufika December refill rate, yani kupatikana kwa madawa katika hospitali hii lazima iwe imefika 98%, ili mwananchi akikuja hapa ataona daktari, apimwe, apatiwe madawa akiwa amemaliza. Jamani watu wa Butere, tunaelewana? Na sio Kakamega peke yake, Kenya mzima. So I have already instructed KEMSA that we must move the refill rate in our hospitals
so that we can get rid of the constant and perennial challenge of having no medical commodities or medicine in our hospitals. We are now moving the refill rate from 48%, we are at 68%, we want to get it to 95% by December, so that mwananchi akienda hospitali aonane na daktari, apimwe, lakini pia apatiwe madawa. Tumekubaliana jameni? Jambo la pili, mimi nimefika hapa Kakamega leo kwa sababu ya mambo ya mabarabara. Nyinyi mnajua hakuna vile tunaweza kusalisha uchumi, hakuna vile wakulima wanapeleka mazao yao sokoni kama barabara ni mbaya. Ni kweli ama si kweli? Ndio sababu hiyo tumetoa pesa ya serikali for this year 2.5 billion shillings kutengeneza mabarabara kilomita 295 Kakamega County, na hiyo mpango itaendelea every year. Mimi najua ya kwamba mahitaji ya Kakamega ya barabara ni nyingi kuliko ile pesa tumeweka, na sio Kakamega peke yake, Kenya mzima. Ndio sababu nimependekeza ya kwamba serikali pamoja na bunge tutaketi chini tutengeneze National Infrastructure Fund, mahali tutatafuta pesa 1.5 trillion tuweze kutengeneza mabarabara ya kutosha kila sehemu ya Kenya, kwa sababu hapa kwenu bado mnatuuliza mabarabara. Ni kweli ama si kweli? Mimi nikipatia kipaza sauti hii kwa huyu Tindi Mwali na hiyo kucha yake kubwa hiyo, hata niambia barabara iko shida hapa, iko shida pale, iko shida pale. Ni kweli ama si kweli my friends? Si ni kweli? Kwa hivyo badala ya kufanya guesswork, tunatengeneza barabara kilomita 3, tunatengeneza ingine kilomita 20, tunatengeneza ingine kilomita 10. Mimi nimesema tunatakikana tutengeneze barabara kilomita 10,000 ndio tuweze kufikia sehemu zote za taifa letu la Kenya. Na mimi nitapeleka mapendekezo bunge tutengeneze National Infrastructure Fund so that we can comprehensively deal with the challenge of road infrastructure in the Republic of Kenya. Tumekubaliana Kakamega? Na mimi vile vile nataka niwaeleze, mwezi ujao, hii November, mimi naenda kuanzisha ile barabara tunapanua kubwa kutoka Nairobi mpaka hapa Malaba. Hiyo barabara tunataka kuweka leni 6 on both sides. Si ndio? Si mnajua kwenda Nairobi siku hizi ni kizungumkuti. Watu wanaenda wanakwama Nakuru, wengine wanakwama Naivasha, wengine wanalala Gilgil wakitafuta kwenda Nairobi. Barabara imejaa. So nimesema ya kwamba vile tumetengeneza zile barabara zingine, lazima tufanye dual carriageway kutoka Nairobi mpaka hapa Malaba, ndio watu wa Western waweze kufika nyumbani kwa taratibu na kwa masaa ambayo inatosha. Saa hizi inachukua almost 8 hours kutoka hapa kwenda Nairobi. Tumekubaliana watu wa Kakamega? Jambo la tatu, nyinyi mliniuliza ya kwamba hii Kakamega bado iko giza kubwa sana, hamuna stima ya kutosha. Ni kweli ama si kweli? Si ndio? Na ndio sababu hiyo nimesema ya kwamba kwa sababu Kakamega ilibaki nyuma kidogo, lazima tuweke tukaze kamba zaidi katika Kakamega County. Na sababu hiyo ndio tumetoa pesa, na hawa wabunge wanajua, shilingi bilioni 2.2 kuunganisha manyumba 34,000 mpya hapa Kakamega County. Kakamega hoye! Mnasema tuwaunganishie stima, tuondoe giza, tuweke mwangaza, ndio shetani ahame, ama namna gani? Tuendelee namna hiyo? Hao wabunge wote wanaelewa, kila mbunge anajua pesa ngapi imewekwa kwa constituency yake, na tumewauliza watusaidie kutuambia sehemu gani bado haijafikishwa stima, kijiji gani bado stima haijafika, ndio tupeleke stima huko, tuhakikishe kuna mwangaza, ili wananchi wa Kakamega wajumuike na Wakenya wengine katika mambo ya maendeleo ya taifa letu la Kenya. Tumekubaliana jameni? Vile vile mimi leo naenda hapa kwa sababu mimi nilikubaliana na bwana Baraza, gavana wenu, ya kwamba kwamba hospitali ile kubwa, referral hospital
ya Kakamega tujenge, tumsaidie kujenga kama national government. Na mimi nimetoa pesa ya national government shilingi bilioni 1 kukamilisha hospitali yenu yenye ilianzishwa na huyo Oparanya, ikakuja ikashikiliwa na ndugu yangu Baraza, na sasa mimi nitakamilishia nyinyi hiyo hospitali. Na tukikamilisha hiyo hospitali pia nitahakikisha kwamba kuna equipment ya kutosha, ndio nyinyi watu wa Kakamega msikuje tena Eldoret ati kutafuta referral hospital ama kwenda Nairobi. Mumalizie mambo yenu yote hapa Kakamega. Eldoret lazima mkuje kutafuta tu urafiki peke yake, lakini maneno ya hospitali na madawa tumalizie Kakamega. Ama namna gani? Kwani mkukuja Eldoret iko makosa? Hauwezi hata kutafuta bibi Kakamega ama utafuta bibi Eldoret. Sasa Eldoret kazi yenu mtakuwa mnakuja kutafuta bibi, lakini mambo ya matibabu na afya tutamalizia Kakamega. Tunaelewana jameni? Ama mnasemaje watu wa Butere? Tumeshakubaliana? Na nikiongea na nyinyi leo jioni, mimi naenda kuongea na huyo contractor, tayari yako pale, na nimempatia 9 months amalize hiyo, kukamilisha hiyo hospitali, ndio sisi tutengeneze mambo yenu ikae sawa sawa. Tumekubaliana jameni? Vile vile nimekubaliana na viongozi wa hapa, kwa sababu dunia hii ni dunia ya watu ya michezo, kandanda na zile zingine. Ile stadium kubwa yenu ya Buhungu tena ilianzishwa na Oparanya, sasa huyo Baraza amekuja akaisukuma, mimi nimeshikilia yeye huko mbele, nimemwambia ile sehemu imebaki mimi nitamsaidia shilingi bilioni 1.4 nikamilishe hiyo stadium yenu. Jameni, mnasema tuendelee ama tuendelee? Mnasema tuendelee ama tuendelee? Mnasema tuendelee na kazi ama mnataka watu watuletee fitina? Wale watu wa ukabila mingi na chuki mingi na kisirani mingi, sisi tunawaambia sisi wakati sasa ni wakati ya kazi. Ama namna gani? Si nyinyi ni wananchi? Si nyinyi ndio mnachagua MCA? Si mnachagua mbunge? Si mnachagua gavana? Si mnachagua rais? Na mimi nataka niulize nyinyi, vile mnapima mtu kazini, mnapima mtu mwenye anafanya kazi ama mtu ya fitina? Si kila mtu anapimwa na ile kazi amefanya. Kama mtu ni mtu pere barabarani, sijui mambo ya bure, si nyinyi mtamweka mahali anatosha? So mimi naambia hawa jamaa, tulizeni boli, mambo bado. Wacheni kwanza tufanye hii kazi ya wananchi. Ama namna gani? Siku ya siasa ikifika tutakutana na nyinyi kwa kiwanja. For now sisi tunataka kuweka vifaa kwa hiyo hospitali. Tumalize stadium ya Buhungu, tumalize hospitali ya referral ya Kakamega, tuunganishie hawa stima. Ama mnasemaje watu wa Kakamega? Si namna hiyo? Huyu Tindi Mwali ameniuliza mambo mawili. Ameniambia hapa mko na mahali mnaweza kujenga Kenya Medical Training Center, na mimi nimetoa idhini ya kwamba hiyo Kenya Medical Center ijengwe. Sasa wewe Tindi Mwali, you are looking for authority to build. I have given you this morning the authority to build. Anza kujenga. Na hapo katikati ukikwama, mimi niko naweza kuja kukusaidieko. Ama namna gani? Pamoja, tuko pamoja? Haya. Tena ameniuliza ya kwamba kuna shamba hapa Butere ya Kenya Railways. Ameniuliza ya kwamba kama tunaweza kuchukua kipande ili tuweze kujenga program ya affordable housing ya Butere, na mimi nimekubali ya kwamba ekari 10 itolewe tujenge nyumba 1,500 ya watu wa hapa Butere, vijana wa hapa wapate kazi na tuweze kusukuma gurudumu ya sehemu hii. Butere hoye! Kakamega hoye! Jameni, si mnaona tunasimama hapa leo pamoja? Si ndio? Si hapa tulikuwa na watu wa Kenya Kwanza? Si hapa tulikuwa na watu wa Azimio? Lakini leo tumekubaliana tunatengeneza serikali moja ya broad based ambayo inaunganisha Wakenya wote. Ndio tuondoe ubaguzi, tuondoe ukabila, tuondoe chuki, tuungane
kwa sababu umoja ni nguvu. Ama namna gani watu wa Butere? Si mnaona mimi na Tindi Mwale tunasimama hapa pamoja? Ama namna gani? Mimi nauliza nyinyi watu wa Butere, mnasema tuungane ama mnataka tutengane? Tuungane ndio tuwafanyie kazi, ndio tuwe na nguvu ya kuwafanyia kazi. Wangapi wanasema tuungane? Jameni, nione kwa mkono. Kwa hivyo nyinyi mnajua tulimpoteza mzee wetu Mheshimiwa Raila Amolo Odinga, si ndio? Si tulimpoteza huyo mzee, na wakati tulikubaliana na yeye, mimi niliketi chini na yeye, mimi nikamuuliza kwa heshima tuunganishe taifa letu la Kenya, na huyo mzee alikubali, na ndio sababu hiyo tukatengeneza serikali ya broad based ya kuhakikisha hakuna sehemu ya Kenya inabaguliwa, hakuna sehemu ya Kenya inawachwa nyuma. Na ndio sababu hiyo mnaona tumeungana jameni, tuweze kusukuma maendeleo kila sehemu ya Kenya. Na mimi nataka niwahakikishie, mimi nikiwa kwa mapenzi ya Mungu kiongozi wa taifa letu la Kenya, ya kwamba ile ubaguzi ya zamani, ile chuki za zamani, ile ukabila imeturudisha nyuma miaka nyingi. Tumesema hiyo ukabila tunafungia katika kaburi la sahau, tunaungana, tunashirikiana. Hakuna sehemu ya Kenya itabaguliwa tena. Hakuna sehemu ya Kenya itawachwa nyuma kwa mambo ya maendeleo eti kwa sababu walipiga kura hivi ama walipiga kura vile. Sisi wote ni ndugu moja wa taifa moja, taifa la Kenya. Na ndio mimi nawauliza ndugu zangu watu wa hapa Butere, jameni, mkubali tuungane, tushirikiane. Ndio ile kazi ya muhimu ambayo mnatuuliza ya kujenga barabara, ya kuunganisha stima, ya kuweka madawa katika hospitali yetu, na kushughulika na mambo ya kutengeneza utajiri katika taifa letu, tuweze kufanya tukiwa pamoja. Kakamega jameni, mnasemaje? Ati Kakamega mnasemaje? Ati Kakamega mnasemaje? Sijasikia vizuri. Ati Kakamega mnasemaje? Mnasema tuendelee? Tuendelee tusiendelee?